Watu wa Mungu, uzinzi haujawahi kumwacha mtu salama. Vijana wangu, mabinti zangu wazuri, uzinzi haujawahi kumwacha mtu salama. Kila apendaye uzinzi amemaliza vibaya. Ukisoma katika kitabu cha Misali sura ya 6 mstari wa 32 anasema, azinie na mwanamke hana akili kabisa, tena afanye jambo litokalo angamiza nafsi yake. Uzinzi umewaangamiza wengi. Na watu leo nadhani uzinzi ni starehe tu ya kukimbilia. Inakubidi kuvumilia sana ili uweze kutimiza malengo yako. Lakini ukiendekeza tamu, sweet na enjoy, ndugu yangu, utaharibikiwa. Hakuna mzinzi ambaye amewahi kufanikiwa. Angalia Samsoni. Alipojiingiza tu kwenye uzinzi, hakumaliza salama. Alimaliza macho kiwa umetobolewa. Mwangalia mtu mmoja anaitwa Suleimani. Alipojiingiza katika uzinzi wa kuoa wake wengi na masuria wengi, alimkosea Mungu, akajikuta hazina yake ya ibada imechukuliwa. Akaanza kujenga ni masinagogi ya kishetani. Sasa ni watu wa kibibilia. Daudi, mtumishi wa Mungu, mtu wa moyoni mwa Mungu, alipokuwa kizini, siku moja akaja akapoteza mtoto wake. Uzinzi lazima ukuachie majeraha. Lazima uharibu ndoto. Uzinzi unaharibu system. Ndio maana Biblia inasema katika kitabu kile cha Wimbo Ulio Bora, kama sikosei, sura na kwayala, msiachoche mapenzi wala msiamshe mpaka yatakapoona yenyewe muda wake umefika. Wakati unadhani mapenzi ni tamu, nataka nikwambie mapenzi ni sumu. Weka mbali, kambali na mapenzi, binti yangu na kijana wangu, ukitaka kufanikiwa kufikisha ndoto zako. Kuwa Yusufu wa leo. Si kwamba Yusufu hakupata feelings kwa mke wa Potifa. Mke wa Potifa alijiamini. Yamkini wakati anamfuata kumtomasa alishavua nguo, yuko uchi, yuko katika mazingira ya kupendeza, ya kuvutia. Si ndio leo mnawaita mashangazi? Yusufu alimkimbia huyo mshangazi kwa sababu aliona mbele. Akaona nina maisha mbele, nina vitu mbele vya kufanya. Akaona nikifanya hii mistake, mapenzi yataniharibia. Watu wengi mapenzi yamewaharibia. Na by the way, nataka niwaambie binti zangu na vijana wangu ambao mmeamua kumfuata Yesu. Huku kwa Yesu tunaishi bila boyfriend na bila girlfriend, na inawezekana kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu. Usiniulize mama tunawezaje. Jaa Roho Mtakatifu. Halafu vumilia. Ni kweli mwili zinani ya kukimbia mwili, kuna wakati unajichochea. Kuwa mvumilivu kwenye ngono, jizuie. Kimbia mazingira yote ambayo unaona ni hatarishi. Binti yangu, acha kuvaa kimini. Unasema unapendeza, unarudi pale pale. Usiamshe mapenzi mpaka yatakapoona hii ni muda wake. Unapovaa kimini kifupi, unaamsha mapenzi, unayachochea mapenzi. Kijana wangu, unapoanza kuangalia picha za pornography, unayachochea mapenzi, unayaamsha mapenzi. Yakiamka mapenzi ni shetani, ni ibilisi, ni devil. Hata kudestroy mapenzi hajawahi kumwacha mtu salama. Nimewaona matajiri, nimeona wanaume waliokuwa na akili, lakini walipoendekeza uzinzi, hata ule ufahamu ulishuka kutoka 100% mpaka kwenye 10%. Yes, nakwambia ukweli. Ndio maana Biblia inasema hana akili. Kwa nini alikuwa na akili afu azini aonekane hana akili? Uzinzi unachukua akili. Unaondoa akili ile ya kimungu. Pepo zinaingia. Na mengine mengi ambayo tumesema, vipawa, kalama vinabebwa. Kama nyinyi mabinti wadogo, jiulize kwa nini vijana wadogo, wanaume wazee wanataka mabinti wadogo. Si kwamba wanataka mapenzi, binti yangu. Acha kuhangaika na mume wa mtu, ampendi mke wake. Huyo anataka kuja kuchukua hazina yako tu. Kwa sababu anajua wewe bado ni fresh, unayo hazina yako,
una hatima yako, una nyota yako, mng'aro wako, anakuja kuhamisha tu kwa shilingi 500 hizo, milioni 1, unabaki ulivyo. Kuwa mjanja kama Yusufu. Kuwa na maarifa kama Esther. Baki Marikia. Tulia, mfalme wako aje. Mapenzi yafike wakati wake. Yatakapoamshwa, yakiamka kwa wakati wake, au Suero akakuoka kuweka ndani, utakuwa Marikia Esther, utakayetikisa na kuangamiza kina Naama. Ni watu wengi mejiingiza kwenye mapenzi na vipawa vyenu vimekufa. Uzinzi ni destroyer. Okay, viungo vyote kwenye mwili